kama sasa nimefika mwisho. Hata nilikuwa nataka nijinyonge juzi. Hawa wakakataa. Nimechoka. Umechoka kujiuza? Nimechoka kujiuza. Niko na ukimwi, sina kazi. Simjaribu kunisaidia. Kwani kuna mtu ako na idhana akiwa wanaume na nyinyi wajinga wanaume. Hakuna mwanaume anakuanga idhaa, labda umwambie avae. Hakuna wajinga wanaume. So avae protector. Wajizuie, si ndio? Kuna ukimwi. Usipomwambia hatakangi kuvaa. Hata kuna mtu ako na idhaa anatokoza mboro kama ameingisha umbo kama takataka. Yes, jambo Kenya, na natumai mko salama popote mnatuangalia mkiwa. Na siku ya leo tumetembea hapa D ama Dandora, na hapa ni Nairobi County, na tumekuja kwa sababu ya msichana, sijui kama ni msichana ama ni mama ambaye amekuwa kitrend hapa online sana, akisema amekuwa akifanya kazi ya kujiuza, na ametuambia tumeona akisema ako na ugonjwa, na tumekuja ili tumjue na tujue venye tunaweza msaidia, sababu niliona akisema yeye ndiye alikubali kurekodiwa ndio aweze kusaidika. Lakini kabla nimkaribishe, nitakaribisha mwenzangu hapa Murudi TV Jeffa ili aweze kuwasalimia, na ndiye atatukaribishia mgeni wetu wa siku ya leo. Amen. Alright, karibuni sana hapa kwa hizi channels zetu popote unapotutazama. Mimi najulikana kama Jeffa kutoka kwa Murudi TV, na wakati nilipoona ile story ambapo ilikuwa imepostiwa pale pande ya TikTok, nikaweza kushare ile video, na watu wengi kwa Facebook wamekuwa sana wakiuliza inaendaje. At first wengine walisema kama maybe tuna ruhusa ya kurekodi and all that, but unfortunately kwa kuja ukafanya video nyingine ya pili ambayo ilikuwa inasema ni kweli wewe ndio uliweza kupena ruhusa kurekodiwa. So Wakenya, leo ni siku ambayo Wakenya wengi wanapitia mambo mengi sana, na kama tumekaa hapa mgeni wetu tunafahamishwa kuwa kwa leo ameweza kufukuzwa mahali alikuwa anakaa. Ni mama ambaye atatusalimia, atuambie majina yake, na maybe tuweze kujua ako na watoto wangapi na kuliendaje kukafika hapa. Karibu sana. Asante sana. Haya, habari yenu Kenya? Nzuri. Mko salama? Mimi naitwa Mary Kamene. Niko na watoto watatu. Mimi, yani story yangu ni kubwa sana. Hata najua mnaiona, si ndio? Sasa hata hatuna haraka, tunataka kujua story yako. Maybe unaweza tuelezea maybe ulizaliwa wapi, ukafikaje mpaka sasa uko hapa Dandora, ama wewe mzaliwa hapa? Nilizaliwa hapa Ngambo, kwetu ni hapa Ngambo. Lakini mamangu alifariki, babangu. Yani plot hata niliachanisha, siwezi kaa huko. Unasikia uoga, si ndio? Panaitwaje hapo Malindi? Shiranga. Huko ni Shiranga. Huko ndio kwetu. Sasa ilifika pahali mlizaliwa kwa plotien, mko na plotien wenye unasema? Tulikuwa wasita, lakini tulimekufa wote, tumebaki wawili. Mlikuwa wasita, mlikuwa wavulana wangapi ama wasichana wangapi? Wa vijana wawili, wasichana wanne. Lakini sasa tumebaki kijana mmoja na msichana mmoja. Sasa mimi na mwingine. Sasa wewe na brother yako? Wewe ndio ulikuwa wa kwanza, wewe ndio wa pili, ama namna gani? Wewe ni ule wa kwanza ndiye alikufa. Yani wamekufuata, yani tumebaki wa nyuma wale watoto. Ngoja kidogo. Kwa jitu tumebaki pita na mimi. Sitaki tukimbie sana. Sitaki tukimbie sana. Nataka tuende pole pole. Ulikuwa na baba na mama. Ukweli. Si ndio? Wako hai? Hawayuko hai, wameshakufa. What happened? Kugonjeka tu. Kama mamangu alitokanga huko kwa baba yangu, akatuambia twende tukakae, nikawatafutia palipokosa. Unajua wale wa mama kukasirika. Tuka nyumba kangine hapo na tukaguru. Maisha ikaendelea. Kufika mbele, mimi nikaona hapa hakuna masomo. Mimi nikatoka, nikaona kijana mwingine na akanioa. Sasa baba yao msanamume na ameteremka hivyo. Akanidanganya kana nimeenda kuoa ukue bibi wa. Kukaa unasikia mamake anamuuliza, mimi siko nimekwambia uoe Mkamba. Sasa hiyo ni kusemaje? Na mimi nikajitoa ama aje? Ndio. Nikajitoa. Sasa kujitoa ndio nilijipata kwa hizi hali zingine, unaona? Nikakuja nikapata msichana wangu nikiwa na zile, si unajua sitaki kutangaza, si ndio? Sasa ndio ajichukie.
Tangaza tu. HIV. Naweza kuambia kwanza uende enda kidogo. Ndio tunakula story. Naona? Ndio nikikuja kupata huyo msichana nilikuwa na HIV. Sasa nikiwa na mimba nilikuwa na stuka na shindwa. Ndaza mtoto akona ukimwi. Karudi nikalealeka kufe. Kulealea. Msichana yako sawa. Anapima kila kitu ako sawa. Na si ndio hadi wa leo. Mimi nikasema tu mashallah. Bwana naye hiyo saa ilikuwa ni ile kuingia si unaelewa? Kuingia tau. Hata ujui mimba ulipatia wapi unaona? Kwa hivyo mimba haikuwa ya bwana mwenye alikuwa amekuoa. Hapana, sasa nilimwacha. Huyu mwenye uliachana na yeye, mlikuwa mshazaa mtoto yote na yeye? Nilikuwa nimezaita katika inapanda hapa. Huyo peke yake. Konda hivi Tunafanana vibaya sana na. Ukweli? Lakini akapenda. Kama nipikia mchele. Sasa nilikuwa nimezaa naye huyu peke yake. Ndio niulizwa ama Mkamba ni mtu. Mimi nikaonesha mimi sitaki story yao. Kama si mtu acha nirudi kwetu. Sasa kurudi kwetu si unajua ile hali. Hali kukalia, uwe ataka kukula nini kuingia tau. Si upatana na ukimwi. Mimi nikagojeka HIV na sifichangi. Mimi nasemanga life niko mgonjwa. Na sikatangi. Ngoja. Wazazi wako walikuwa Wakamba? Baba na mama. Ni Wakamba. So Kikuyu nisikia unaongea hadi Kikuyu umejulia tu. Naongeanga yote. Kikuyu, Kikamba. Maybe unaweza tuambia masomo ulifika wapi? Hata si kusoma, nilikuwa kwanza mamangu nilikuwa naenda shule, nikirudi hivi. Nikifukuzwa, ameweka bagi huko ende ukachune kuni. Wacha niseme nilifika K2 Class 4. Kuna mtu maybe pale before Jeff ulize anakutazama hivi anafikiria ni wewe ni dem, anashangaa hata watoto unasema uko na watoto wakubwa nini? Maybe uko na miaka kama ngapi? Mimi niko na 39. Naenda 40. Nikikuuliza pale mwanzo kuna mali ulisema mlizaliwa mkiwa wengi lakini hao wengine wote wakaweza kupata kuaga. Wameaga kwa njia gani ama ni nini kilichotendeka? Mimi mwenye nilijua ya mwisho au wengine walikuwa nakufa tu kugonjeka, lakini wa mwisho ndio nilijua alikufa akizaa sister yangu ile mkubwa. Na alikufia hapa juu kwa mama Kwino. Huyo kwanza ndio ananiumanga too much. Na mnafaadi msaidiaji watu wa sister yangu wako hapa for 2. Wanakana nani? Walikuwa na baba yao. Pole. Nataka ujipe nguvu ndio tuambie. Sasa after umeachia shule class 4, maybe ulianza kufanya kazi gani? Mimi nilipatana na mama mmoja akaniambia tukakunywe busaa. Mimi nikaonja nikasikia inaonja sukari. Hii kaendelea nikakuwa malaya. Mimi sifichangi. Hiyo na huo ndio aliniingisha kwa umalaya. Na sitaisahau. Alikuwa aitwa Washara, Wasera. Alikuwa aitwa Washara akaniambia tuingie hivi tuonje kaki. Mimi sasa sikuwa nakunywa. Nikaonja. Nikasikia nikatamu. Haya, kukaka anaanza kuniambia ukikaka huyo analipishango. Nikamuza inalipishango nini? Akaniambia hii. Wewe ulikuwa unaipiana bure? Sasa hiyo ulikuwa na miaka kama ngapi? Nilikuwa 13. Nikiipiana bure 13 years. Na sio hiyo 13 ndio bado ulikuwa ushapata mtoto? Huyu nilimpata na 14. Okay. Kwenye wasimama hapo kama kuni. Hapo nilitaka mchele nikule. Sasa mmesikia? Sasa mimi nikakuwa nimeadhirika tu. Hiyo ugonjwa imenikasirisha. Sasa ugonjwa ulipatia wapi? Ugonjwa nani nilipatia tao. Nikakalia nduthi. Nikalipa mtu nduthi sawa. Akaniambia nikamwambia nataka kwenda pale fulani. Nikamwambia akaniambia ako na best yake. Kumbe wako wawili. Mimi nikaletwa kuletwa. Ndio huko kwa reli maili 7. Kufika hapo kwa reli tolewa kisu. Kwa ngapi? Wawili. Mimi nikajua sitasumbuana nao. Walikuwa nadai? Si kitu. Nikarepiwa hadi nilikuwa kwa matope hata ungeniona. Huko asema
nilikuwa nakunywa hadi sewage. Wakikurepingi. So unajua ni ile kukuforce. Nikasema tu bashara acha tu nijikubali venye niko. Ulikuwa mlevi? Nilikuwa mlevi. Ni venye unaweza ambia mtu hapa niko na sumbili sio nipeleke home. Sasa wakakalia pikipiki wakiwawi kutoka tao. Nikamuuliza kwani anashukia wapi? Akaniambia wewe tuende tu. Akaniambia wewe tuende tukiendanga. Kufika kwa reli pale kwa maili 7 tolewa kisu. Sasa ungefanyaje? Sasa hiyo time ulikuwa unatoka hiyo haso yako? Nilikuwa natoka hiyo hasoli yangu. Nilikuwa na hiyo tu shilingi 200 nifike tu kwanza nijiekelee nione watoto wangu. Na hapo tukianza ulikuwa umetuambia uko na watoto 3. Na umetupatia incidence ya kupata 2. Mmoja ako wapi na kitu? Si niko na 3. Kijana. Kijana naye ulimpatia wapi? Jemima. Achana tu na yeye. Kijana ulipata aje? Ile tu unaenda tu kutafuta. Kijana ni yako katikati? Hapa tunapatanga tu kwa malojini. Na kijana ndo mdogo ama ndo wako katikati? Huyu ndio mkubwa, anafuatana na kijana, sana anafuatana na msichana. Mokorino. Okay. Wote hakuna wa baba moja? Tofauti. Kisitaka kuambia. Sasa mbona huyo mdogo ni Mokorino? Ama yeye aliokokea wapi? Ni kama aliona hii nyumba yetu ni ya mashaitani, acha tu akubali Mungu. Kwa comment pale kuna watu naona wakisema pia ulikuwa Mokorino. Ushaikuwa Mokorino? Nimeshakuwa Mokorino kafika pahali. Nikaona nalala njaa, unaona? Mimi nikatoa kiremba ukweli nao nilikuwa Mokorino. Nikatoa. Sasa ukiwa Mokorino ulikuwa bado unafanya umalaya? Nilikuwa naingia mboka bado. Naenda church nikimaliza jioni naingia mboka. Na kiremba bado mnaitoa? Sinatoa masaa ya mboka jioni. Sasa nikaona mboka ulikuwa unapigia hapa D ama ulikuwa unaipigia jiji? Mimi nilikuwa napigia tao ndani. Ulikuwa unaingia daily? Ilikuwa ni kazi yako ya daily ama ni weekend hivi? Niingia Friday na Saturday. Friday na Saturday. Ndio kana konga kameshika. Mpaka leo. Imekuwaje, ni challenges gani umekuwa ukipitia pale tao? Pale napitia mambo mengi. Kitu ya kwanza unaenda una client ndio unakosa client, una asubuhi kuna kucha unakosa hadi fare, unaona? Au una pesa ya kupatia watu, unaona? Unasikia umekasirika tu. Unatembea kutoka tao mguu hadi huku. Sio huku ni mbali. Si una trend, utafanyaje? Utaka unakuja mguu ndio watu wako wakuone na wana amani, wanauliza mama yake ako wapi. Watu hiyo wanasoma. Sai mmoja ndio ako shule, huyo mwingine naye nilikosa pesa kumpeleka form 1. Sasa mgani wa kupeleka form 1? Kijana, niko na kijana mkubwa. Kijana ndo anafaa kwenda form 1. Na huyo mwingine Mokorino? Mokorino ako grade 8. Ako grade 8. Ule mwingine wa kwanza alisoma? Ako grade 9. Huyu mkubwa na. Huyu alisoma naye. Alifika? Alisoma hadi form 3. Akavuta bangi, anapenda bangi. Na sasa waache kumwangalia asijue. Kwa hii biashara yako so far umefanya hii biashara kwa kama how many years? Miaka 30. Miaka mingi, hata si 30. Miaka mingi. Mimi nimeishi na shida, naomba tu munisaidie. Nimeomba tu munisaidie. Nimefika mwisho. Ulijua mwaka gani kuwa ushaambukizwa na virusi? After pale umerepiwa ulijuaje ushapata virusi? Venye nilikaa hivyo, nilisikia ni kama kujikuna. Si unasikuna tense. Kwenda usi na homa mingi. Kwenda usi nikasikia kupima kwanza uko na ukimwi. Alistuka. Nikajipata niko na ukimwi, nikaelezewa, nikapewa madawa. Sasa nikaanza kliniki wapi? Hapo. Kwanza nilianza pale Jevila. Hiyo AVC, si unajua hiyo? Nikaanza hapo, wakanipeleka Njiru. Wakanitoa Njiru, wakanipeleka kwa Jita, Soweto. Huko Saika. Sasa huko kwa tunajua. Ukifanya hii biashara, kwani
watu wanatumia protection ama ni hiyo tu time mnaenda tu hivyo? Unajua unaweza pata na mtu yeye yuko shughuli ya karatasi ndio. Basi unapita na yeye. Pita na yeye. Kama yuko rada. Unamwambia leta doa kuonesha rada safi. Wewe pita na yeye. Kwani mimi nilitoka muti? Si kutoka muti hata mimi. So si lazima mtu atumie protection. Kuna watu hata wakimanana. Lakini unajua sipendangi kozo mavijana wadogo. Sitakangi wai. Kwani kuna vijana wadogo wanapiga hii biashara, wanakuja. Si wameja unaweza ingia kwa kilabu. Upate kijana mdogo usiue, unaona? Miaka kama ngapi? Miaka kama 20, 25. Unaona? Sitaibu kuua. Wanakuja au vijana wadogo wanakuja kununua pia. Siwa kopo wanakutaka kwa jilo wanaweni kasupu kwa street. Na vijana wadogo wanakuambia hawatakuwa wamekuja na protection pia. Hakuna, kwani kuna mtu wako na idhana akiwa wanaume na nyinyi wajinga wanaume. Hakuna mwanaume anakuanga idhaa, labda umwambie avae. Hakuna wajinga wanaume. Avae protector. Wajizuie, si ndio? Kuna ukimwi. Usipomwambia hatakangi kuvaa. Hata kuna mtu ako na idhaa anatokoza mboro kama ameingisha umbo kama takataka. So far umeambukiza ama ni wanaume kama wangapi umeambukiza? Hata siwezi hesabu. Wenye nakumbuka karibu 70. Wenye sasa wamenini hivyo na na watakufa. Wataenda. Nikaona akinitumia text nikamwambia umeomba nyinyi mlikuwa mmekosa pesa CD. Wakikutumia text ukwambia uliwaambukiza. Kunywa dawa kama mimi. Kwa mimi nilikuwa nimetoka muti. Sikuwa nimetoka muti. Hata mimi wabebe kadi kama mimi, si ndio? Hivyo. Sasa kwa hii haso yako ya umalaya, ni lini unaweza sema ilijipa sana ukapata pesa mingi, ama ni siku gani uliangukia kismart? Hakuna. Hakuna time ushaangukia mtu maybe akaenda akakujenga vizuri? Na kwa mara nasikia ngo wanaangukia sijaangukia mimi. Kwa siku unaweza tengeneza kama pesa ngapi hivi? Mimi kama nimetengeneza mingi 200. Kwani unauza pesa ngapi? Sasa inabidi yenye utapewa ndio utachukua kwa ajili ya fare tau. Ukifika huko unafika na hata kama ni 150 wanakula, unaona? Nimechoka. Tao ni nyumba mnachukua ama mnalala tu, mnafanyia mambo kwa street ama mnafanyia wapi? Sikuna nyumba. Si mtu tuseme mtu amekuja amekuita ako na nyumba akupe pesa 2. Utakata? Asiwezi kata. Ako na nyumba, ameshachukua nyumba yake. Ako poa. Aende achukue nyumba yake. Auda akukujie. Aende alale na wewe, si ndio? Na ajue venye uko, si ndio? Mimi kama kitakuvaa CD simlazimishangi, simkumbushangi. Wewe ushindani yangu kumwambia. Kaende sana. Wewe kwangu umejibebea. Iende sana kwa ajili niko nazo na hajaniitisha, si ndio? Iende. Nikuulize swali. Najua pale town mahali popote sisi tunafanya kazi, kama ukiniuliza niko na marafiki kama wanafanya kazi na wao. Pia uko na marafiki wale mnafanya nao kazi, maybe kazi ya kujiuza. Hao wenyewe wameambukizwa? Kama hao? Marafiki zako wale mnafanya hii kazi pamoja? Sijaambukisha kwa ajili ya. Kwanza unaangalia mtu mwenye, unajua kama sisi tunajuana, malawa anajuana. Wewe nakupea huyu. Na huyu yani una balance diet, unaona? Kama huyu anavaa condom na une yani wanakangani kama ni vae, unaona? Hapo iko sawa, sasa hakuna ukimwi. But si wagonjwa. Si wagonjwa. Wako sawa. But kuna wenye ni wagonjwa bado. Kuna wenye wagonjwa kwa ajili kukosa kujikubali. Na sasa kwani unasema ati nini kutoka uanze kufanya hii biashara hakuna mtu mwenye ashai kulipa pesa mingi sana? Alikulipa pesa ngapi? Pesa yenye nimeshapewa mingi 500. Sasa hii kwa usiku moja ama siku moja hiyo unaenda na wanaume kama wangapi? Usiku moja sasa hiyo kulala mtu amekomboa room, anipea tu panji na amenipea pesa mingi. Mlale tu uko na yeye. Na nitumie sana.
Hii kazi wakati mnaifanya mnakuanga normal ama lazima ukuwe umeshatumia kitu ndo at least? Lazima utumie kitu kwa ajili ukikaa fresh utakasirika. Ni nini hasa wenye utumia sana? Pombe. Ndo at least ukuwe hai kidogo uweze. Lazima ukuwe hai kwa ajili ya uwezi kaa fresh. Ukikaa fresh uwezi kubali mtu. Wakati tuko tunaulizana kama uko na namba ya simu, nimeona tunataabika sana kupata namba ya simu. Kwani hamunanga simu? Hamunanga wateja wanawapigia simu? Tuseme kama mtu mwena mmemaliza na yeye, hayuko idhaa yako, si ndio? Si ameenda. Sasa na utajali kama unataka ama atabai kesho kama huyo 500 ndio. Kama akikosa kukuitisha namba ya simu, sasa unaweza mwambia nipe namba. Aende tu. Utakuja mwingine. Hauna customer wako permanent mwenyewe? Hakuna, nile yani kujaribu, yani kupitia. Unaweza pata ama ukose. Kwa katika maisha yako ama katika biashara yako ushajipata maybe kuna wateja wawili na wanataka kulala na wewe kwa wakati mmoja? Wanakuanga. Wako. Sasa mtalipishana kiasi? Hata inaitangwa threesome. Venye atalipa huyu inakwanga wanawake wawili. Sawa? Mimi na huyu, si ndio? Na mwanaume mmoja. Atumie huyu au ndiye anitumie. Inaitangwa threesome. So hiyo imefanyika mara kadhaa. Sasa hiyo nayo inakwanga na kulipe venye tumesikizana. Kuna wakati ushaifika mahali unasikia sasa nimefika mwisho, nataka kubadilisha biashara, kama sasa nimefika mwisho, hata niko nataka nijinyonge juzi, au akakataa. Nimechoka kujiuza. Nimechoka kujiuza. Niko na ukimwi, sina kazi, simjaribu kunisaidia. Maybe unaweza taka tukusaidia aje ama mwenye anataka muneke job, naweza furahia, si ndio? Watu wangu wasome, unaona? Naweza furahia sana. Job ina gani? Job ina gani? Mimi ile job napenda ya nyama. Kwa jina najua kwenye nyama zuu toka. Kuuza nyama. So kabucheri unaweza? Si kabucheri, nikifunguliwa, yani nipate tu fridge. Na hiyo tu, yani fridge ya kuweka tu hizo nyama. Na kanyumba. Najua kwenye zinatoka. So utakuwa unazipika ama utakuwa unauza ikiwa nyama? Ikiwa mbichi. Ikiwa mbichi, so ni kabucheri. Tuseme ni kama tu kabucheri. Kakuwauzia nyama. Sasa kabla tufike hapo, najua tuna watu wengi sana pale wanatazama wangetaka kukusaidia. Na tutakuwa tunawekea namba tafadhali. Namba itakuwa tu hapo kwa screen. So tutakuwekea namba ya jina ulisema ni? Mary Kamene. Tutakuwa tunawekea namba ya Kamene. Nao Kamene. Ilisemeka ulituambia umeenda hospitali. Unatumianga dawa? Mimi natumianga dawa. Hata leo nilikuwa nenda usi, si ndio? Sikuenda. Lakini ndaziendea kesho. Mimi niko na kadi yangu. Hadi iko kwa mhudumu wangu uko ng'ambo. Na madawa zangu. Mkitaka kuzienda zilete ofisi yenu. Sofa umekuwa ukiishi wapi? Mimi. Nimesikia mahali ulikuwa unaishi sijui. Nilikuwa naishi hapa chini. Nikakuja nikalipewa hapa na client mwingine tu hapa, akaniambia niingie hapa. So hapo umeingia leo? Nimeingia tu sasa, hata sijapanga. Sasa mnakaa na nani? Nakaa tu peke yangu na watoto wangu. Watoto wako wote? Huyu anakanga raundo mrefu. Leo ametembea huko? Amekuja kunihamisha venye amesikia nimetupwa nje. Sasa yeye anadu kazi gani? Hata yeye anajiuzanga. Nani alimuonyesha ama ni wewe? Sasa hapo ama alifanya tu Kenya alipata mama akifanya? Labda alifanya tu hivyo. Mnaweza kuja mmoja kidogo. Atakubali kuhojiwa? Tukimaliza tutaongea na wewe. Sasa maybe Kamene, kila kitu hufanyika kwa muda wake. Ukweli. Na inaweza kuwa saa ndio mwisho wa hili jambo. Walai. Unaweza kuwa umejiuza sana. But mimi ningetaka kukuambia kuna nafasi ya pili. Walai. Unaendanga church? Nienda Sunday. Unaendanga Sunday church? Pastor wako anajua unafanyanga hii kazi? Ajui. Hawajui. Kwa sababu kila kitu kina mwisho. Nasikia? Ni neno tu la Mungu hazina mwisho. Nasikia? Maybe kama unaweza decide uamue unataka kubadilisha maisha yako
na vitu zitakuwa sawa. Hapa tuna watazamaji wengi sana wangetaka kukusaidia, kukusupport na waone pia umesimama kama mama. Ukweli. Maybe ulifanya hizi vitu zote ili kumake sure watoto hawalali njaa. Ukweli. Umeshika. Na maybe ni opportunity za kazi zimekosa. Lakini kila kitu kina mwanzo na kina mwisho. Ukweli. Iwapo kutatokea mtu yeyote ofisi najua watajitokeza. Wakusaidie maybe in any way. Tafadhali ile kidogo utapata. Anza kitu. Ukweli. Si pia unasema umechoka? Nimechoka mimi. Kujiuza. Maybe sijui kama ushajipata mahali umepigwa, badala ya kujiuza umepigwa vita, umeenda kudai umepigwa vita na wanaume. Ushajipata? Nimeshadungwa hii kisu. Yani nikinyang'anywa kitu sina. Sasa nimetoka town, nimetrans mguu lakini nidungwa visu mbili. Tani nilifika tu kwa nyumba hivi nikibleed. Nikajidharau. Sasa hii yote inaweza fika mwisho kama wewe mwenyewe unaweza amua. Nasikia? Kama wewe mwenyewe unaweza amua. Kwa maisha ni vinye wewe mwenyewe utaamua. Si mtu mwingine atakuamulia. Ni wewe mwenyewe kuamua. Kama unafurahia. Kitani vijana ndani, kama wewe mwenyewe utajiamulia na udecide. Angalia kama wewe mzazi ile njia ulichukua, mtoto wako ndio huwa ashachukua hiyo njia. Ni mbaya. Wengine wakichukua hiyo nafasi, hii familia itaishi namna gani? Itaisha. Umeelewa? Itaisha vibaya sana. Ni vizuri pia ufike mahali useme kama ni pombe sikunywi tena. Ukweli. Umeshika? Hii kitu sifanyi tena. Ni sasa nianze upya maisha na nipate nafasi ya pili. Ukweli. Kijana wako anafanya kazi gani? Inango ndio watu ndio amepanda saa hii. Ni kijana tu mdogo, si mkubwa. Hayuko job. Hayuko job. Mnaishi naye kwa nyumba moja na plus msichana mdogo. Ana miaka ngapi? Kwa kijana wangu 16. 16. Ametairi December. Akitu nakaa hapo hadi hakuna mattress. Na watu hii wanajua wawili wa mwisho wanajua unafanya kazi gani? Anajua. Pole. Sasa ule mdogo mkorino anaenda church wapi? Ama mnaenda church moja? Wenda hapa chini. Wenda hapa chini. Pole. Sijui tunatumai kila kitu sasa itakuwa sawa. Sijui Jeff ulikuwa umeandika hiyo namba ama nilikuwa nimeandika hii namba. Unaweza soma hiyo namba ndio usomee mwenye tuangalia ndio aweze kusupport. Umetuambia ni Kamene nani? Mary Kamene. But hii namba haitoi jina Mary Kamene. Hii namba ni ya mtoto wake. Kwa sababu ameregistriwa na ID ya mtoto wake. Na namba tumeiandika hapo. Tutashinda tukimuita hapa. Atakuja kama anataka kuongea. Jeff tusomee hiyo namba. Namba ni 0792 203 511 0792 203 511. Anaitwa nani? Majina? Jemima Mbori. Kuna jina lingine ulikuwa umesema? Majina yote tatu ni Jemima Mburi. Majina yote tatu. Nyingine Jemima Karoga Mburi. Jemima Karoga. Mburi. Karoga Mburi. Jemima Karoga Mburi ndio namba yenye maybe na hiyo ndio ameweza kuregistiwa na mtoto wake. Hapo awali yako na namba, so imebidi ikuwe registered na mtoto wake ambaye maybe yako na ID. Namba ni 0729 203 511 0792 203 511. Leo nafahamishwa leo ndio ameweza kununua simu, ndio at least maybe aweze kupata usaidizi, kwa sababu pale kwa comment section nimeona watu wengi sana wakiitisha namba. Kuna watu walikuwa wameofa baka kupatia vitanda and all that vitu mingi sana. So hao watu wote wanataka kukusupport. So if you're there na una feel ungetaka kusupport Kamene, tafadhali do so through that number. Mtumie ile kitu, maybe unaweza piga upate iko mteja, but I'm sure akiakisha simu atapata umemtumia kitu. For those of you ungetaka watu kutembelea, mtu anataka kutembelea mwenye wako karibu, mtu angetaka kumtembelea pia mtembelee. Kama kuna kitu unaweza taka kumletea, muletee. Hana vitu za nyumba kama unavyosikia amefukuzwa. Kuna mate senda kulalia nguo. Kuna video nilikuwa nimewekea hapo kwa Facebook ya Morori TV ambayo inaonyesha watoto wanalala chini akiwapikia na kuni, vitu kama hizo. Maybe ni bibi, ni wewe. Akionekana akifanya hiyo kazi yote akipikia watoto, na aliweza kuongea hii yote inafanyika kwa sababu anataka kusupport watoto. Kamene usilie tena.
Sasa ungetaka watu wakusaidia pale. Hebu ongelesha mwenye anatuangalia pale. Juu ulisema unataka watu wakusaidie, unaweza taka sasa unaweza waongelesha uambie venye unaweza taka wakusaidie. Naweza nawaambia tu wanisaidie na kazi. Otongo wasome. Na nyumaga at least pata kitanda wa bayo tu double decker. Hapo kuna kijana mkubwa alalange chini na wengine walala juu, si ndio? Kuna msichana. Yaani wasilale pamoja, unaona? Wabayo tu double decker. Tu vyombo tu kwa nyumba, si ndio? Watu wanisaidie tu. Mwenye tu arusha Kenya arusha yake arusha tu. Na Mungu atambariki. Yule msichana wako mkubwa ako na mtoto? Ana. So tunatumai kila kitu itakuwa sawa. Mwenye wanatuangalia si hakuna mtu anataka kukua kwa situation yenye yako. Ni situation na mashida huwa zinaforce mtu. Naona kama Mary ni background yake ndio ikukubali aweze kukua ako sawa na kumelelewa na wazazi wake wakamwacha, sister zao wakakufa. Unaona vitu zingine huwezi kaa ukiwa soba, so inabidi tu uingilie sasa. Pia ametuambia biashara hata kama hiyo ya kujiuza huwezi fanya ukiwa soba, so inabidi tu uingilie vitu kama hizo. So wewe uko hapo, niliona watu wengi comment section wakisema wanaweza taka kumsaidia wakiuliza namba yake. Namba yake sasa ndio hii tumeandika hapa. Uweza kumfikia, uweza kumsaidia kama unataka kumtembelea. Ako hapa Dandora. Huko kunaitwa aje? Huko ni Moroto. Dandora face Sharp Corner. Dandora Sharp Corner face 5. Huko ni face 5. Ako hapa, unaweza mfikia. Namba ya kufikia sijui kama bado ni hiyo, itakuwa on. Jamani. Jemima. Namba ni ile. Hii kumeka hapa hiyo 0792. Jamima utasalimia? Utasalimia wananchi. Harakisha. Acha tusalimiwe na dota yake mwenye pia tunaambiwa pia anajiuzanga. Ndio tujue. So hiyo namba iko kwa simu. Ndio. Ule mdogo sijui kama atatusalimia ama pia huyo juu ya miaka hapana 13 years. Huyo Mokorino. Baki Arita. Harakisha kuja usalimia watu. Asalimiane. Achana. Sawa. Utoke kando. Sawa, salimia basi watu. Sasa ingia hapo kwa ground. Kuja tu hapa. Kuja hapa. Kaya ona kwa matari ya mimi lakini utatugotea tu ndio unaitwa nani? Sana kama wewe ndio mama. Watu wanaona mnafanana, utuambie maybe kwa miaka ngapi? Okay, mimi naitwa Talia ama Jamie. Jemima. Jamie. Na mimi ndo mtoto mama first born. So tunampenda sana, ni mama yetu, hata kama hayuko poa, ni msik, tunamtambua. Na sisi naye si pande yetu kama watu wake, si tuko poa. Mkoro wetu tu ndo hayuko poa. Si tuko sawa. So kenye mnaweza msaidia nayo ama mtusaidie nayo, mnaweza tu boost, mali mnaweza tu boost, mumwekea dika job, achukua na depression mob. So unajua bado mtu akiwa na hiyo ugonjwa kuna venye mtu anakuanga tu na mambo mingi. So kama mnaweza msaidia, mumsaidie, mumwekea dika job, mumuokolee. Hiyo namba tumepeana ya mama yako iko on. Akitaka kupiga simu itaitana. Mimi sijui offered, mimi najua yangu. Maybe wewe unaweza tuambia wewe unafanya job gani? Mimi siko job. Pia mimi bedhe mimi hata mimi nataka job. Mwenye kuna connection and connect, but mimi siko job. Siko job. Unaishi na mamako hapa? Mimi nilikuwa nimetoroka kwetu, mimi nimerudi leo. Vile nilipata mamangu ana trend ndo nilirudi home. Mimi sikuwa. Ulikuwa umetoroka ukaenda wapi? Siku kujikalisha tu na huko tu, kana huko tu na life inasonga. Ama ulikuwa umeolewa? Sasa mimi nilikuwa tu nakaa tu hivyo. Mimi nakaa tu kama kadege ka Yesu kale kaje kana kanga tu na huko hivyo. Mimi sikuwa nimeolewa, nilikuwa tu hivyo. Na sikuwa nimeolewa. Nilikuwa tu nimekomboka kahao hivyo naishi. Na nikatoroka mam, nikaenda. Juu na bado akiwa hivyo msik, kuna venye alikuwa anashikwa na hasira, tunapata kwa nyumba tusikizani, tunakosana, tunafanya nini. Sasa nikaona kuliko tukosana nge hivyo na yako na stress zake, mimi nikajitoa. Nikajitoa tu. Sasa mimi after nimeona mkorongo ametrend, mimi ndo nimefikiria kurudi home.
Sasa wewe ulikuwa unatoa wapi ya Kiroma hiyo time huko unakaa huko? Siku hustle. Mimi nilikuwa na hustle bana. Hustle gani? Hustle ni mingi. Na unasema una job na hustle ni mingi. Hustle ni mingi. Sina job, ni hiyo tu kupurura, alafu mimi naingia live pia mimi. Naingia live naomba hivyo na nakula. Nachangisha bado kwa nyumba. Yeah. So uliona mamako kwa tenje yako? TikTok nikaona nilikuwa hivi nikapatana na yeye. Nilikuwa hadi karibu ni faint sad. Umeonekana ni wewe? Mimi nilisuka by the way guys. Nilisuka. Baada nilisema through ni sawa, tushadu. Watu wanashinda mingi inbox yangu kuni text, ni mama yako tumeona nini? Niliwaambia hivyo vile mmeona hivyo ndo mmeona na hivyo ndo kuko. Bas. Sawa. Okay. So wewe unajua shughuli mamako ufanya? Niambie namba yake. Mimi nilikuwa alikuwa anatoa changana anaenda. Yo, clock it. Tunajua hii maneno bana. Wewe ushaifanya hiyo job? Mimi sijaifanya. Sana. Nilikuwa nawacha na naenda wapi? Yeye alikuwa anatuacha anaenda. Lakini ndio hata Kiroma, si ndio? Saa nyingine na pengine unakuta tunaonyesha kumekauka. Yeah. Inaonyesha leo ameninyonga. Ni job poa na du. Hii job ni kuwa poa. Na bado pia mimi sikuwa najua hizo mambo za nini pia ningekuwa nimejua rada ningekuwa pia mimi nimejitoa. Sana maana nilitoroka mimi nikaenda. Mimi nilihepa nikaenda. Na uko unafanya hiyo shughuli? Mimi sifanya hiyo shughuli. Mimi nilikuwa nataka kuuza kidney. Ama mayai hizo ndo nilikuwa nataka kuuza. Nikakosa customer. Mayai yako ama ya kuku? Mayai ya tumbo. Ya kuku. Ya tumbo. Yako. Nilikuwa nimetafuta customer wa mayai ama wa kidney. Ndio nilikosa by the way. Nilikuwa nimesema nauza mayai ama kidney mimi niweke job. Ukakosa customer. Nikakosa nilikuwa nimeenda Gakan nikabook. Yeah. Uze kidney. Una date? Oh my God, mimi sina mpoa mimi. Sina mpoa. Wapoa jo. Ni noma. Maybe unaweza tupea namba yako? Namba nawapea kabisa. Maybe mnaweza nipeleka na rada ya job ama nini? Mshoe kwa blog bana. Si tunadai kuomoka bana. Ama mtu hata anaweza kutaka kufikia mamako anaweza kufikia na namba yako. Mimi kwanza niko WhatsApp, niko wapi? Niko kila mahali hadi TikTok. Mimi niko kila mahali. Mokoro sasa ndio wajuzo rada za TikTok nini. Mokoro naye ana rada. Lakini ndamfundisha. Mimi naye mkinitaka mtanipata kila mahali. Namba ya simu. Patia namba yako. Namba yangu ni 0714565304. Unaweza maybe tuambie unajitaje pale TikTok na tukufollow. Naitwa Talia. Talia tu. Eka tu Talia alafu utaona tu Talia imekuja na tu flag twa majuu. Mjuoni mimi. Alafu hata mkiona profile mtajua ni mimi. Sasa uko na miaka ngapi? Mimi niko na 21. Sasa TikTok watu nafanya nini tu content? TikTok mimi nafanyanga tu vitu by the way. Mimi nafanyanga tu vitu twingi hapo. Nafanyanga tu mambo twangu. Dancing. Kila kitu. Everything. Mpaka kumodel. Zote, hadi kuingia live zote. Tunaingia live kwa tunaomba kila kitu kile tunataka. Tuingia live unataka. Ni upata, naambia ngwe mpesa namba hivyo natumiwa. Hivyo ndo ni survive by the way. Naingia TikTok hadi naanza kulia. Naambia sijalipa hao. Hivyo ndo nilipiwa nyumba. Yeah. Tukirudi nyuma kidogo, unajua mboka mamako ufanya. Maybe wewe ushaifikiria kufanya hiyo mboka? Nishafikiria. But mimi acha niwaambie tu kweli, karibu ni kuwe stripper. Nilienda kazi ya stripper wiki moja nikaacha. Nilikuwa na strip. Juri nilianguka kwa chuma karibu nivunjike. Acha ni kucheka guys. Niko na strip kwa klabu gani? Utaoli ndo niende. Nilianguka karibu nivunjike bwana. Uko nalipwa poa? Ulikuwa unalipwa poa. Kitu ungekufa. Sasa wewe kwa tu ndio. Mimi nilianguka nikaumia. Nikaogopa kurudi kwa hiyo chuma. Yeah. Unajua ile ugonjwa mamako ako nayo. Wewe ukifanya hiyo shughuli unaambia wenye mnakwenda watumie protection ama mimi naweza waambia, mimi nuambia mtumie protection ama mmeze preps za kuzuia zenye hizi kushika. So unajua pia ukitumia condom inaweza bust na upate umegonjeka. Better hata mtu atumie preps zikange kwa mwili. Ndizo unatumianga? Mimi nena amezanga preps.
Juu mimi naogopa nigonjeke ugonjwa BTV. Natumia preps. Sasa mamako mkibonga na yeye mnaambia nani? Tunapeana tu roho. Mamangu ananiambia chunga usijipate mali nilijipata. Pia mimi nilikuwa msichana kama wewe. Chunga usijipate mali pia mimi nilijipata. Na mimi napenda mamangu hata venye yako na niko proud of my mother. So, na namwambia tu Mungu jua kitu yezi pona. So unajua hata yezi pona. Ajikaze tu. Maybe unasaidia mamako ukipata kakitu na huko. Ni aseme ukweli namtumia tu do lakini mimi siku anakujanga kwetu. Kitu hiko siku anakujanga kwetu kusema ukweli. Alikuwa makufuza. Ako amenifuza mimi nilijitoanga tu. So do you unamtumia wewe ukipata tu do unamsupport unamtumia aje na anapenje? Ako nayo. Ako nayo. Ako na kanini katika tulituli. Kwa nyumba. Tulimbeaka tulituli tu juzi hapo. Alikuwa ananipigia na simu za wenyewe. Halo, tuko mbaya, tutumie ka kitu ama ndio hii agent, nitolee kwa hii agent. Hivyo ndio tulikuwa tuna survive na mama yangu. So anatafuta namba yako na kukupa. Ako na namba, ananipigia na masimu zingine hata sielewi za wenyewe. Namtumia kenye niko nayo na mimi namuonesha pia mimi si ati niko poa juu pia mimi siko job. Na juu umetuambia uko 21 years. Maybe shule ulimaliza ama ulifika wapi? Mimi nilifika class 7. Mimi nisimaliza kusema ukweli. Sikumaliza. Mbona? Mamangu hakuwa na pesa. Na babangu alikufa. So, venye nilifika hapo class 7 8, mimi nikasema acha mimi nijikate. Na nikajikata hivyo story ya shule na nikafunga. Sasa ukaenda kule. Sikuhangaika tu hii Kenya. Kuhangaika design gani? Sasa msichana wa class 7 anaweza fanya nini? Si kai. Mambo ni mingi, masando machache. Ni kazi gani unadhani mamako anaweza fanya vizuri sana? Kai mimi, unajua bado lazima mumeke kazi yenye roho yake inataka. Mimi nataka nyama. Na apart from nyama unaweza taka gani by the way? Nataka ingine nataka nyama. Tunataka tufungulie butchery ama? Si butchery ndaendeza nyama ni buy to fridge. By the way, mweke nini anataka by the way. Unajua mtu hufanya kitu roho yake inataka. Na wewe mwenyewe unaweza taka kubi. Mimi naweza taka cosmetic. Niko nauza hizi mafuta, maspray manini, vitu kama hiyo. Cosmetic tu poa iko na kila kitu. Mimi ndo naweza taka. Na ikuwe yangu si ya kuandiko. Kangu. Ushaiandikwa pahali popote? Yo club. Club. Nilikuwa waitress. Na hiyo cosmetic wewe ushaifanya ama unanyonanga tu? Cosmetic bado nishaandiko na mtu. But sasa mimi nataka hata kama inaweza kuwa yangu kwetu. Kwa poa. Siblings hao wengine mnarekaje na wao wenu? Watu wenu wadogo? Dogo. Lakini si hao ni wadogo. Hao sawa fekulizo anything. Hao ni wadogo. Mbona una kileba kama kileba? We, kila mtu kuna baba yake. We, mimi sijui kitambaa. Kila mtu kuna baba yake na kila mtu kuna roho yake. Sasa mmoja ametoka kwani mmoja kuna keremba mmoja huyo kabisa anatokoleanga labda anatuombeanga. Baba tendo alifanya Mungu akakamdhuru juu. Sina yetu kwa tunahangaika huko wetu. Kuhangaika ndo. Sasa baada wa keremba ndo alitoka kwa hii ngori. Sasa mimi naenda kwa mtu matire kusema kweli. Mimi naenda kuvuta mangwai. Mimi naisi nangi church. Ujai kanyanga church. Ono hajakoya. No. Mama anasema ni wajakoya. Yeni. No wakati. No konyoke mwe. Sasa mpaka unajua Kikuyu? Kio broken. Juu mimi rami sijui shago kwetu. Mimi najua tu mkoro wangu hapa mali anaishi. Sijui hata wapi. So mimi najua Kiswahili na hiyo Kikuyu ya juu. Na yule rembo wako hakuna mwanaume awashai kuambia mdate ama no uataki? Wako. Ama wewe ni lesbian? Wewe shindwe, mimi si lesbian. Mimi si lesbian. Mbona uataki? Nimedate kadhaa. Sasa natafuta bibi wa kusettle na yeye. Nikipata wa kusettle tutasettle. Nikipata job ni sawa. Venye tu itakuwa, venye tu kutaka mthrough. Simpite ama kuna kitu mnaka hapo? So ukapata mwanaume mnasettle na yeye unaweza mleta kwa mamako umintroduce? Kabisa vizuri sana. Ndio mambo ndiye bwanangu. Nikipata husband mimi natulia kwanza vizuri sana. Juu bado mimi ni mdogo bana. Nani zai. Hebu rudia namba yako pale juu mtu anaweza taka kukufikia. 07 hata husband anaweza 14 56 5304. Hebu rudia tena. 14 56 07 14 56 53
04. Inatoa jina gani? Unaitwa? Ama hiyo namba inatoa jina gani? Hiyo real name yangu ni Jemima. Jemima nani? Inatoa Jemima Nyakeo Mburi. Jemima Nyakeo Mburi. Yeah. Na ndio bado mamako ameregister na hiyo. Yeye nini alipoteza ID, mimi nimemchukulia line na my ID. Jemima Nyakeo Mburi. Yeah. Umezima. Mamako itasoma tu jina hiyo. So zitasoma same hivyo. So Kuna wale wanapiga juu tuko live. Wenye mta connect bado na job hivyo bado ni poa. Mtu kwa block bana. Mimi na nimejibonga. Sawa, waambie mwisho tuondoke ndio tumalizane na mama. Msao kutusupport. Mtushikilie hadi tutoke kwa hii block bana. Na tushaamua kutrain, hata tutrain na bora tutoke kwa block. Hiyo ndio kitu tunaweza waambia tu. Sawa. Shukran. Sawa, asante. Poa. Sasa mama, tutamalizana na wewe. Utarudia tu namba utatusomea tu tena Jeffa. Sikilizaji, umesikia unga inatoka kwa ugali inatoka kwa unga, so tunazidi tu, hatuna tu la ziada. Ile kitu tutafanya ni maombi muhimu. Umesikia background pia inaweza affect how you've been raised, so ni vizuri pia wale tunakuwa wazazi ama wale ni wazazi pia waangalie mtoto namlea kiaje, kwa sababu inaweza kuwa vingine kesho. So namba ya Kamene hapa ni 0792 203-511 0792-203-511. Hiyo ndo namba yake. Kwa wale mngetaka maybe kumsupport in anything, at least pia umesikia kuna watoto wawili ambao hawajamaliza kusoma, ili waweze kusoma, yeye mwenyewe aweze kujisimamisha, at least maybe aweze kujimudu mahali maisha imebakia. Sasa ndo ako around 40, ndo naingia 40, so life starts at 40. Sasa ndo naanza upya. So ni vizuri sana kama tunaweza msupport. Umesikia inatoa Jemima Mburi. Jemima Nyakeo Mburi. Jemima Nyakeo Mburi. Hiyo ndo namba. Msupport Kamene hapa, na wengi sana umepata story. Ukipata story tafadhali make sure umeshare ili at least aweze pia kusaidika. Ukweli. Na Mary, Mama Jemima, acha nikuite tu Mama Jemima. Najua huwezi kosa advice, unaweza advice watu pale maybe wenye wako chini ama wenye wako na hali kama yako. Unaweza waambiaje? Watu kama mimi. Labda ni wape wajipe nguvu na wakule na wasijipe stress. Wasijipe stress, wakule na wasijipe stress. Kwanza stress ndio kitu mbaya kwanza. Ikishika unasahau dawa. Na wale wanaume maybe wale wanaume wanakuwa ni customers wenu, wakwende. Hauna advice, hakuna kitu tunaweza waambia? Wakwende huko. Sindia. Wanaume umesikia mkwenda huko, so wende ni nyinyi mlijilete kwenda. Wanaume wenye wanawakujia una advice yao? Hawezi waambia maybe wajichunge. Wanaume wanafaa kujikinga, sawa? Unafaa kutembea ukiwa ID yako ikiwa na condom. Unaona? Ya kujikinga. Kwa ajili kuja kama umeingia, hii shimo ni yako. Wacha akufe. Acha akufe mwenye anaenda. Kwa ajili ndafanya. Wewe huhurumia. Hata mtu akikuja tu kuingia hivyo umhurumia. Sasa hata umeingia na hujaniuliza, wenda. Yenda kabisa. Umaindingi. Kwani mimi nilitoa wapi? Nilitoa kwa muti? Hapana, umaindingi mtu maybe ni bwana ya mtu wako na watoto ataenda kuambukiza bwana ya mtu, kwani ana akili? Atumie akili zake ama zitumike. So hata umeambukiza hata watu unajua wako na mabibi. Wakwende. Watazoea. Kwani mimi nilitoa wapi? Hata mimi naudhika kwa mwili. Hata waumia hata hao. Sasa ukienda pale tauna. Lakini sasa nilisema sasa siumizi wengine. Nimefika mwisho. Siumizi watu wengine. Sasa ukienda pale tauna vanga aje hivi? Ama? Na vanga hivi na hakuna kuvaa sweta. Na trouser, unaenda na trouser ama kaminska? Si unavaa kaskati kingine ukifika huko? Kapetizer. Kapetizer. Kwa machizi hata hizi kumbuka. Kwende. Kuwa igwisi. Sasa kulelewa huku mtaa maybe unaweza sema ili affect ama wewe ulikuwa tu kulelewa ghetto? Kulelewa ghetto ni kuko fine kwa ajili ya sikuona kitu ilini dhulumu.
Na ushago sasa kwani ni wapi? Wewe unajua ushago kwa Tala Kangundo sinajua pale kwa busi ya ukoa. Kwa ni Mutheu. Unaendanga? Lakini anaga mazishi. Modo akuwa kumuharukia. Watu wako wapelekangi ushago? Hata wajui ndaonesha. Hawajui watu wao wengine. Hawajui watu wao wengine wa ushago. Wanajua mmoja tukienda mazishi wanawaonanga. Nilisikia msemo uko na brother yako. Mwenye amebaki yako wapi? Anaitwa Peter. Ako wapi? Ako bypass. Anafanya nini? Anafanya kazi ya yaani ameandikwa hizi kazi ya kupima hizi scrap. Ana familia? Ameza katoto kamoja juzi, amefanya harusi juzi. Amefanya harusi ya kanisa? So yeye amesimama kwa sawa. Ade unihubirie kwanza akipita pale. Lazima kuja nihubirie. Ni kama pasi. Akuja kwangu lazima anihubirie. Na bado hujasikia kubadilika? Sasa ndio nimefika mwisho, sasa nikaona afadhali nikubali Mungu, si ndio? Kubali Yesu. Sasa utabadilika kabisa? Kabisa? Ai nimechoka. Hii baridi nipigi tena. Na unakaa kama ujui kenye unaogoja, sitaki. Nimechoka. Sasa acha utarudia namba tena? Maybe unaweza kumbuka umeenda na watu kama wangapi? Mimi? Karibu 70-80. Watu wengi bana. Sawa. Wacha tupatane number for the last time as we sign out. 0792 203 511 0792 203 511. Ndio tumesema chama Jemima Nyakeo Mburi. Jemima Nyakeo Mburi. 0792 203 511. Yes. Now thank you kwa wale wamekuwa kitazama. If it's your first time here, wherever you are watching, kindly make sure that you may subscribe, make sure that you may hit that notification bell, kwa sababu we are here to keep you updated and to be notified. Wengine wetu kufika hapa imebidi tumevuka madaraja, tumetembea na Mungu awabariki. Asante. Amen. Now tumevuka mito. It's for the first time here we are here just because tuweze ku make sure that maisha ya Kamene imeweza kubadilika. Are you one of those who will take part in changing someone's life? Most of the times I keep telling you, si waletea story kama hizi ili muweze pia kusoma na pia kuweza kusaidia mahali mtaweza. Mimi majina yangu naitwa Jeffasy kutoka kwa Morori TV na maybe Chuma utaweza kusign out ukitaja zile channel zingine. Yes, asante. Na umekuwa na mimi naitwa Karanja Gatwa kutoka Chumamoto TV, na tumekuwa na Kikuyu Star TV ama DPP, na tumekuwa na Mombi Washira kutoka kwa Mombis TV, na tulikuwa na mwenye alituleta ambaye anaitwa Ephraim Bazu, na yeye ndiye aliweza kuchukua hii video ya huyu mama, na angetusalimia atuambie alimdiscover aje ama. Ongea haraka. Kuna Bazu hapa na atuambie venye hata tunaweza saidia. Jemima. Huyu ndio babangu. Na Mburi ni nani? Mburi. Huyo Mburi mwenye unaitanisha na mtoto wako? Mburi si ni babake, lakini alikufanga. Dagera ya mtu. Sawa, tusalimie Bazu. Habari zenu wa Kenya. Mimi ndio naitwa Ephraim Bazu. Na kuanga huko kwa TikTok. Ephraim Bazu ndio mimi. Nilikuja nikapata na udem. Kwangu kwa kazi. Akipita hapo. Nikamuona akiwa anapita akiwa fani. Nikamuita, nikachukua ka video tu. Kale ka video nilichukua nikakapost. Wa Kenya walinitusi. Walinitusi vibaya sana. Lakini nashukuru Mungu. By the way, hiyo video ndio imefanya huyu mama asaidike. Asanteni sana wa Kenya. Asanteni. By the way, mshikirieni udem. Udem ama mother, juu ni kadem kamadha. Ameniambia yeye ako tayari kuacha hizo shughuli. Kabisa. Yeye ako tayari kuacha hizo shughuli. Juu amekaa kwa miaka 29 kama anafanya hizo shughuli. Lakini sasa anataka kuchange. So kwa hapa online naweza kuomba tumsupport. Hivyo tu. Ulimuokota tu kwa barabara hivyo. Na ninakuona sana pale TikTok ukisaidia watu. Maybe wewe unaweza kumsaidia aje? Sasa kitu ya kwanza tulifanya jana. Ninashukuru Mungu niliingia kwake. Tukaingia live na yeye, tulikuwa na kwa beji yangu tulikuwa watu 2000. Na waliweza kumsupport na kitanda. Waliweza kupea 30,000. Si ndio?
alipewa 30,000 na hiyo 30,000 nikamletea kisirani asubuhi, akatolewa vitu zote nje, akafukuzwa mahali pale alikuwa anakaa. Sasa nimeona amehamia pale, akalipa nyumba miezi 3, na naona kitanda na godoro akachoma. Anasema tini wakati wake wa kuomoka. So mnaweza msupport juu ile pesa alipata jana, amenunua stoko mingi ya chakula na akaweza kununua, akalipa nyumba miezi ngapi? 3. Nimelipa 3. Akalipa nyumba miezi 3. Hivyo ndivyo amefanya. Sasa wewe unaona kama akanunua mattress. Wewe unaona kama anaweza fanya kazi gani ama anaweza taka Wakenya wamsaidiaje? Kulingana na huyu mama venye nimemchunguza, mimi naona kuna kazi alikuwa anafanya kuuza nyama. Anaenda pale Godana. Anachukua nyama. Alafu sasa anasungusha hizi za 100 ama 200. So naona huyu dem kitu anafanya anunua freezer. Akipata freezer mzuri, alafu kisha basi apata stoko yake mzuri ya kitu 20,000. Hiyo biashara nyama naijua sana. Nyama inazungushwa. Kunazo ziko. Unapima kwa makaratasi unazungusha teketeke. Unajua sasa huku kwa ghetto 150 teketeke kwa huko kwa manyumba kuna nyama za 50 na za 100. Unazipaka unazungusha kama venye watu wa Maembe wanazungusha huko. Lakini unajua kwenye unapeleka. Mimi niko na oda yangu. Sasa mtu atajua ni nyama ya nini? Ya mbuzi. Unajua ni ghetto. Hii ni ghetto. So kuna biashara kama hiyo inaendelea hapa ya kuzururisha nyama. Kunazo zinaendelea. Lakini sasa huyu ni talkative. Na anajua kujibonga. Watazikula. Alafu sasa unajua kuna watu wanamkaa. Kuna sabri yake sasa. Unajua ukiwa dosi, vitu zako zinaliwa na dosi. Huyu sasa Juni Hasra pia watamsupport. Anajua mahali wa kuwapata na customer. Niko na makasoma zangu. Idado, unaona Idado? Sunaniona ngarifu. Sunaona zile nyumba mimi naingianga. Za Mahasra. Au wote wako kitu kimoja. Sunaona mazishi ya Hasra. Rangata. Sunaona venye inakuwa na mahasra wengi. Au nashikananga kitu kimoja. Ni kama mazishi ya machokora. Shida imewaunganisha. Wanaungana wote. Sasa unaona akiwa na business kake kakuuza hizo vitu za 100 na za chwani atauza. Sasa unajua huyu hana mafuta. Huyu ni 1GB. Kuenda tembea. Choche zote ni zangu. Toshea choche za korokocho zote. Sawa. Sasa kwanza hiyo business inaweza cost kama pesa ngapi? Hiyo business tuseme freezer kutafutia kitu 50,000 na business aanze na kitu 25,000. So tuseme ya 100 kwa nyumba yake. Tuseme akiwa na 100 ameanza business. Tuseme ako na 100k ameanza biashara. Sasa naona kianza biashara ataweza kushikilia mtoto wake Umukorino. Ako na kasichana kama Umukorino kanaomba. Nataka kuonyeshana hapa. Ni mdogo. Ako 13 years. Ako 13. Ako na kijana mwingine bado hapo na miaka 14. Au unajua hajaingilia hizo maneno. Sasa unaona huyu mkubwa umeona hapa. Huyo tayari ashachukua nyota ya mamake sasa. Lakini utu dogo ndio ningesema mkuja tutusupport. Asante sana Bazu. Mimi na appreciate kazi unafanya. Nashukuru Mungu kuna jamaa anaitwa Mwangi. Alipia kasichana shule. Wow. Maybe ungeweza kutuambia maybe pale tuna watu 2 3 maybe ongeza kumlipia maybe hata kama ni rent. Hata kwa hizo miezi kadhaa zimebaki rent ni how much? Okay, guys, nyumba ya mama analipa 3,500, 3,500. Aki mnaweza msupport kwa namba yake. Walai. Mnaweza msupport kwa namba yake. Hebu hiyo namba. Nisome. Ni 0792 203 511 0792 203 511. Anaitwa Jemima Nyakeo Mburi. Aki guys, msupport ni madam. Asante. Venye nilimsupport kidogo, unaweza fikiria naenda kulewa. Hapana. Naambia mbele ya Mungu nimepata amenunua maunga na mchele ndio watoto wake wakule. Yaani unaona anaenda kuzurura na kwenda kufanya shughuli hizo anafanya aweze kulisha watoto wake. So guys, naweza muomba, unaweza msupport kulipa nyumba, unaweza msupport kuweka biashara, muamini. Yeye hata kama anakunywa hakunywi zake, anakunywa za customer. Na saa zingine hata si kukunywa, ni ujifanya ati ni mlevi ni apate kitu. Ukweli. Unasiaga hii mtana itango Shosho Manyanga ama Kashosho ama Kororia
Kororia Moroko. Kororia Moroko. Hivyo. Moroko Kororia. Moroko Kororia. Facebook, TikTok. Uko Facebook? TikTok Kororia Moroko. Haya. TikTok unajitaje? Hivyo Kororia Moroko. Hebu angalia huko itavunguka. Ako area. Sawa. Sawa, asante Bazu. Na huyu ndiye alituleta hapa. Maybe pia wewe unaweza ambiana TikTok unajiita aje na upatiane hata namba yako juu maybe mtu anaweza taka kumvisit na atakupata hizi juu maybe anaweza mkosa na simu. Okay, unaweza enda hapo kwa Facebook utafuta Ephraim Bazu. Ama uende kwa TikTok unaitwa Ephraim Bazu. Nadhani mimi najulikana. Na wewe unajulikana, namba ya simu? Namba ya simu ni 0723 933 043. Birudie tena. 0723 933 043. Na mimi uanga naenda live karibu kila siku huku kwa slums. Mimi huokolea wale watu wagonjwa, mimi huokolea wale watu wajaenda shule. Sasa hivyo ndivyo mimi nafanyanga. Wewe napeana namba ya huo maskini anasaidiwa na watu. So guys, mnaweza kuwa mnanisupport. Guys. Na Mungu awabariki. Na ma witness hata mimi tulijuania na yeye huku tu mitaa huku ghetto akisaidia watu. So Ephraim Bazu ni mtu najua fiti na amesaidia watu wengi sana. Hata kuna kijana alienda wapi Kenya kalikuwa Kangoto. Kangoto sasa ako Laikipia. Ako Laikipia anasoma. Nafikiria next month anaenda German. Sijui kama ulikuwa unaona Kangoto mimi namjua vijana wengi hata tumesaidia na yeye pia. Kuna vijana tulijengea pale Naivasha na yeye. Tulijengea na Naivasha na vijana. Mama ulijengea Keno, I remember hiyo kabati. So hata ghetto, hata huku ghetto ukipata hizo stories zenye pia sisi tunaweza chip in tuokolee, tusaidie. By the way, mimi nafanyanga hivi watu wa Mungu niwaambie. Mimi ingia ground naangalia yule mtoto wazazi wake wako down na huyu mtoto naona kabisa ni clever, ni mtoto yani IQ yake iko fine. Huyo mtoto mimi umtetea kwako wewe. Natetea huyu mtoto kwako. Nikitaka huyu mtoto asome vizuri. Juu kuna mtu anatamani kuwa na mtoto na Mungu amemjalia na mihera. Yaani Mungu amekujalia na pesa. Lakini sasa hiyo pesa yako unaweza support yule mtoto juu mzazi wake haezi kumsomesha. Mimi raha yangu nione tumesomesha watoto zaidi hata kama ni ya milioni 1. Baadhi unajua sasa nilihesabu wale watoto nimesupport kule maili 7 na hapa Siranga Githurai, Naivasha na hapa Dadora. Niko na watoto 379. Imagine. Wow. Wow. Naye Mungu atazidi kukubariki. So continue hivyo. I think tutamalizia hapo. Yes. Not unless mama kuna kitu kingine ya kutuongezea. Sina kitu ya kuongezea. Nimeambia tu mnisupport, msiniachilie. Asante. Hiyo biashara yako ya nyama tulikuwa tumeshindwa kuelewa juu tulidhani unataka butchery. Umeelezewa? Iko poa. Hata wewe do unaanza hiyo business. Hivyo tu. Kabisa. Iko poa. Sawa. Asanteni sana. Kumbuka kusubscribe na mtufollow pande zote za Facebook, TikTok, YouTube. Thank you so much and continue supporting Kamene, na hiyo ndio tumeandika hapo, na I'm sure Mungu atakubariki, tumbadilishie maisha. Thank you so much.